Ahlan wa sahlan wapote mnapotazama, enyi wapendwa wafuasi wangu wakereketwa wa TV ya mafunzo New Curriculum. Basi bila shaka mwalimu wenu Mwangangi amejaajaa kama pishi la mchele ili nipate kuwapeleka moja kwa moja kenye katika ulingo huu wa kuwafunza Kiswahili sanifu ili muweze kukua na kuendelea masomo ukiwa mmebobea kabisa na mmeiva sawasawa katika swala nzima hili la kujifunza Kiswahili sanifu. Na juma iliyopita nilifunza kuhusu aina za maneno, ambapo nilipitia maneno mbalimbali kama nomino, vivumishi, vitenzi, vielezi, viunganishi na kadhalika. Lakini kwa leo nitapiga kona kidogo niongelelee ama nizungumzie kuhusu aina za nomino. Na somo hili litawafaa sana wanafunzi wa grade ya 5 popote pale, iwe ni Kenya, iwe ni mataifa jirani, wale ambao wako katika huu mtaala wa CBC ambao unaitwa mtaala wa umilisi. Na leo aina ya kwanza ya nomino ambayo nataka kuzungumzia ni nomino za pekee. Nomino za pekee zinahusu majina ya vitu ama viumbe vyenye uhai. Nomino za pekee hutaja majina ya viumbe vyenye uhai. Viumbe hivi ni kama vile watu, wanyama, wadudu, samaki na viumbe wote walio na uhai hujipachika katika kundi hili la nomino za pekee. Wazungu wanaziita nouns. Aina ya pili ya nomino ni nomino za kawaida. Nomino za kawaida huhusu majina ya vitu vya kawaida vinavyopatikana katika mazingira yetu. That is our surrounding. Vitu hivi ni kama vile kitabu, meza, ukuta, ndizi, gesi, jiko, gari na kadhalika. Hayo ni majina ya kawaida. Na aina ya tatu ya nomino ni nomino za wingi. Nomino za wingi zinahusu ama hutaja vitu ambavyo hupatikana katika wingi tu na wala haviwezi vikapatikana kimoja kimoja. Vitu ambavyo hupatikana vikiwa katika hali ya wingi vinatajwa kwa pamoja na wala huwezi ukataja kimoja. Mfano ni kama vile maziwa, mate, sukari, nyota, mchanga, nywele, damu, marashi, asali na kadhalika. Pia kuna nomino za vitenzi jina. Nomino vitenzi jina. Nomino vitenzi jina huundwa kutokana na vitenzi na huwa na kiambishi ama huanza kwa ku. Mifano mizuri ni kama vile kulala, kucheza, kuandika, kuomba, kuimba, kuitana na kadhalika. Aina ya tano ya aina za nomino ni nomino za makundi. Nomino za makundi nazo hutaja vitu vya aina moja vikiwa katika vikundi. Vitu vya aina moja vikiwa vimerundikwa pamoja. Kwa mfano tunasema kikosi cha askari. Pia tunasema umayamaya wa watu, safu ya milima, kaumu ya watu, kilinge cha wachawi, darasa la wanafunzi, na mlolongo wa magari. Pia tunasema baraza la mawaziri ama baraza la wazee na kadhalika. Hizo ni nomino za makundi. Pia huitwa nomino za jumuiya. Alafu kuna aina nyingine ya nomino, nayo ni nomino ambata. Nomino ambata. Nomino ambata huundwa kwa kuunganisha nomino mbili. Kwa mfano bata mzinga,
Pale kuna manomino mbili, bata na mzinga. Kwa hivyo ukiunganisha unapata bata mzinga, paka shume, mbwa koko, gari moshi, mwana hewa, mwana harakati, mwana masumbwi, punda milia, askari kanzu, askari kachero na kadhalika. Na mwisho kuna nomino dhahania. Nomino dhahania nazo utaja vitu ambavyo haviwezi kushikika kwa mikono wala kuonekana wazi wazi, na mifano yake ni uaminifu. Huwezi ukaona uaminifu, huwezi ukashika hicho kitu kinaitwa uaminifu, lakini mtu ambaye ndani yake ako na uaminifu unaweza ukamuona. Wivu, huwezi ukaelezea wivu ni rangi gani, huwezi ukashika wivu, lakini unaweza kuona mtu ukaona ndani yake amejaa wivu. Upole, unaweza kuona mtu ukaona huyu mtu ndani yake ana upole, na wala huwezi ukauona huo upole, huwezi ukaushika huo upole, lakini ukimuona unaona dalili zote za hiyo hali ako nazo. Kuna ukarimu pia, kuna ukorofi, kuna wema na kadhalika. Kwa hivyo leo tumepata fursa nzuri ya kupitia na kuangazia aina za nomino. Tumeona nomino za pekee, tukaangazia nomino za wingi, nomino za kawaida, nomino za vitenzi jina, nomino za makundi, nomino ambata, na tukahitimisha kwa kuangazia nomino dhahania. Sasa katika kipindi kijacho, usibaki mbali, kaa nami, jumuika nami juma lijalo wakati mwingine na saa kama hizi ili nipate. Na usisahau kutembelea televisheni yangu ya Mafunzo New Curriculum. Pale kuna mengi ya kujifunza katika swala nzima hili la Kiswahili, na bila shaka endapo wewe ni mwanafunzi, hususani wale wa grade ya 9 ambao kuanzia pale majira ya Novemba watafanya mtihani wa kuwaweka katika shule katika kile kiwango kinaitwa high school, senior school, tafadhali itawabidi kama ibada ufuatilie runinga hii ya Mafunzo New Curriculum, manake Kiswahili nitakuletea kile ambacho kitakuwezesha kupasi na kupasi, na si kupasi tu bali kupasi. Kwa sasa, kwa heri.